sabuni ya unga mna kastiki ile, kwa hiyo ikichanganyika na maji, kwa hiyo kuna joto kama linapatikana. Kwa hiyo ile hali ikitokea katika maji, kwa hiyo ile ekolojia ya maji pia tutaiathiri, maana kuna viumbe vinaishi katika joto maalum, lakini tukiingiza chemicals zikafanya reaction, kwa hiyo hilo joto litapanda, na likipanda tutayaharibu mazingira yetu ya maji. Kwa mfano, samahani kidogo, ndio wale ambao wanafua kwa kutumia mikono yao, wanachukua sabuni, labda wamefua nguo zao, baada ya kumaliza yale mapovu wenye tabia ya kwenda kutupa katika shimo la choo, kumwaga yale maji ya mapovu katika shimo la choo, kuna athari pale zinajitokeza, kwa sababu umezungumzia kitu muhimu sana. Kuna baadhi ya viumbe vinakufa kwa sababu kama hizo. Je, na pale tunapomwaga maji katika choo, tundu la choo, kuna athari zinaweza zikajitokeza kimazingira? Athari ni kubwa. Kwanza kitaalamu hasa shimo la choo na shimo la maji mengine ya kuoshea yawe tofauti, mashimo tofauti. Lakini kwa vile muda mwingine hali zetu na pengine pasipo na kujua, inakuwa mtu ana shimo lake la choo, lakini shimo hilo anaweza akachukua hata maji ya kufulia akaingiza. Hata pengine tuna nyumba zetu za ghorofa, wanaita multi storage building. Kwa hiyo zile nyumba zetu za ghorofa zile zinakuwa zina pipe zile zinashusha maji. Kwa hiyo zile zinatakiwa pipe moja iwe ya maji ya choo ambayo wanaita soil water, lakini pipe nyingine iwe na maji ya kuoshea ambayo inatoka jikoni, inatoka na sehemu nyingine za kufulia. Ile wanaita waste water. Kwa hiyo pipe mbili hizo. Sasa tukichukua maji yetu ya choo, maji yetu ya kufulia, mapovu, tushafua, tunataka tumwage povu letu, tunachukua tunatia chooni. Ukiingiza chooni ndo kile tulichozungumza kinatokea. Kwanza choo kuna viumbe ambavyo viumbe hivi ndo tunavitegemea sisi viozeshe kile ambacho tunakiingiza mle. Lakini ukiingiza maji ya kufulia, yale maji yatakwenda ua vile viumbe. Yakiua vile viumbe, kwanza hicho kinyesi kitakuwa hakimeng'enywi tena. Kwa hiyo hata kunuka vyoo muda mwingine inasababishwa na hicho, lakini hatujui, tunajua. Mambo mawili. Harufu kubwa inayotoka katika vyoo inaweza ikasababishwa na kuuliwa kwa hao bakteria wanaomeng'enya povu. Sawa. Lakini pia vile vile choo kujaa mara moja. Choo kujaa mara moja, hii kwa sababu wale bakteria wanaomeng'enya hicho kinyesi, maana si wanasaidia kupunguza wingi, ndio ilivyo wa kile kinyesi. Tunapoingiza maji ya mapovu au maji ya sabuni, ina maana kwamba tunaenda kuwaua wale. Kwa hiyo hali ya kujaa kwa choo inawezekana ikachukua mara moja. Sasa twende mbali kidogo, kwa sababu hapo kuna mambo mengi. Vipi kuhusiana na wale ambao wamepatwa na tatizo lakini wakachukulia kemikali kama ni sehemu ya kutibu matatizo yao? Kwa mfano, kuna mafuta ambayo tunatia kwenye vyombo, mafuta ya breki. Ndio. Tunatia kwenye gari au tunatia kwenye vyombo vya maringi mawili. Wale wenye matatizo, kwa mfano wale wenye matatizo ya mba, ni kama jambo maarufu hivi wanatumia katika kupaka kwenye nyuso zao ili kutoa huo mba. Na wakati mwingine unakuta wanafanikiwa, lakini kuna athari ambazo wanaziacha pale katika mwili wao iwapo wanatumia mafuta kama haya, ambayo sina uhakika kama yamethibitishwa. Yale ni mafuta ya vyombo, lakini watu wanapaka katika mwili wao. Ndio. Kwanza matumizi yoyote ya dawa inavyotakiwa lazima upite utafiti, ndio dawa iweze kutumika. Kwa hiyo kitu kimeshaitwa mafuta ya breki, lakini wewe unatumia kama ni mafuta ya dawa ya mba. Kwa hiyo hilo kwanza ni kosa, tayari umefanya matumizi ya kitu ambacho sio sahihi, ama umechukua kitu umekiweka sehemu ambayo si yake. Kwa lugha kawaida maana yake ni uchafu. Ndio. Maana uchafu kuchukua kitu katika sehemu ambayo haistahiki. Lakini
Kama mtu anafanya hivyo, mimi ningemshauri tu, naamini mahospitali yetu yapo, au sio, madaktari wapo. Kwa hiyo akikutwa na tatizo, basi awa hospitali, kuliko kusema unachukua tu dawa mitaani, mafuta ya breki, ama mtu mobili mchafu ama mengine unatia. Maana unaweza ukatia ukapoa, lakini kawaida kitu chochote ambacho kinatumia dawa, kinaitumika kama ni dawa, lazima kina madhara mbadala, wanaita side effect. Kwa hiyo unaweza ukatibu hili, lakini ukazalisha kitu chengine. Kwa sababu ni matumizi maarufu sana na yametumika kwa muda mrefu sana.